mahali Kenya yetu inaelekea si mzuri, na tusipochunga sisi tu vijana ndio tutachoma hii nchi. Bwana Spika, tena ni kitu ya aibu. Hii vitu tunaona tu towns sana hapa areas. Ukienda ushago uone hizi vitu. Kwa sababu gani? Kuna vitu inaitwa NGOs, hizi mashirika mbalimbali wametumia advantage hiyo ya uchumi ya Kenya. Sasa unaona Bwana Spika, mahali tunaelekea ni wananchi tu tunaanza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi nataka nionye vijana, as much as utaki Ruto, as much as utaki Sakaja, there is a right way, a constitutional way kutoa watu wawili ambayo ni 2027. Hii tunafanya hii, mutakufa wote before 2027 ndio mchague watu wengine. Na mimi Bwana Spika, hii kitu inanikumbusha leo hii tungekuwa na Matiang'i president, the same people wenye wanaitwa Boniface Mwangi ndio wangekuwa wanafanyia Matiang'i. Usifikirie watachange. Hata Matiang'i akuwe president saa hii, lazima watasema Matiang'i must go, lazima watasema Matiang'i one term, na tunawajua hapa, na wao ndio walifuatia hii serikali wakatuambia Ruto ni mweupe kama pamba. Saa hii unaona hapa wako na feelings, wanasema Ruto ni nyang'au, na waliambiwa. Sasa Bwana Spika, kitu inaitwa ukabila ndio imetuharibu hii Kenya. Kuna jamii zingine wanaona wao ni wa muhimu sana, wao ndio wanaweza make decision ya moja tu kwa niaba ya Wakenya wengine. Sasa saa hii angalia, tunalia kwa sababu yao. Jana Bwana Spika, ukitembea town, na mimi siogopi kusema hiyo, 90% ni wao wanasema Ruto must go. Mimi before useme Ruto must go, hata mimi sijakataa Ruto ataenda, lakini situngoje 2027 tutoe huyu Ruto. Saa hii ukichoma hii Nairobi, tutaenda wapi? Kwenu utaenda, sasa hii uende basi kwenu hiyo kwenu. Kama uko na mahali pa kuenda, si utoke saa hii uende, sababu sisi tunategemea Nairobi. Unasema Kisii, wewe uko Nairobi kutoka sijui 1980s mpaka wa leo. Kuja hii enda kwenu. Saa hii kiumana ndio utakuja kurudi kwenu. So mimi nataka niambie vijana, hata tukijoma hii nchi, sisi ndio tutaumia. Huyu Ruto saa hii ni 50 years and above, hakuna kitu ataumia. Saa hii ukianza kiumana Ruto ni mtu ako protected, wewe utakimbia wapi? Mimi nataka niambie vijana, as much as hatutaki the government of the day, let us wait until 2027 we vote this guy out, tulete mtu mwingine. Lakini hatuwezi fanya hii mchezo hii tunafanya tuharibu nchi yetu. Na mimi nataka niambie Dr. William Ruto, use your powers, protect this nchi hivi uwezekanavyo. Usiachilie watu wakuje kuharibu nchi sababu hii nchi ni yetu. Mimi naumia moyo sana nikiona jamaa anapigwa risasi jana, na ni kitu mbaya sana. Lakini nauliza swali wa Kenya, wewe kabisa umeona mahali huko it's very risky, na hapo ndio unafanyia biashara swali? Yani ujipendi na hiyo mask unauza. Bwana Speaker, I'm very sorry to say this, mask ni pesa ngapi? 10 bob. Na unapigwa risasi sababu ya 10 bob. Surely. Kati yako na mask moja. Na mimi Oda. Shida. Wewe kasirika tu. Wewe kasirika. Bwana Speaker, tuliona pale tao watu wako na biashara kubwa walifunga. Mimi nataka niambie vijana. Oda. Kuna point yenye member konayo hapa. Bwana wewe. Kama kuna swali kubwa uniulize. Wewe ndugu yangu. Si ukuje uniulize swali kama uko nayo. Kama uko na swali ukuje uniulize hapa ndani. Kuna point member konayo. Anasema tu simple thing. Wale wana biashara kubwa
walikuwa wamefunga biashara. Reason ya kwamba kuna watu wanakuja kuharibu. Yeye mtu mwenye alikuwa na biashara ndogo ndogo, kwa nini alikuwa hapo? Hata siko question. Na mimi bwana Spika, na mimi sitetei yetu jamaa alipigwa risasi kwa uzuri. Kuna swali. Mr. Speaker, niko na swali. Yes. Nasikia mwenzangu hapa anasema huyo jamaa alikuwa pale anauza maji na ni 10 bob. Umeuliza swali mzuri. Yes. Sasa nataka nikuulize, hiyo maski anauza, ushaisikia kwamba amefungiwa rent? Sisi tunauza maji hapa Kayole ni 5 bob mtungi, tunalipa rent. Sasa ukisema ni 10 bob maski, awache biashara aende ushago, na unasema ati Kisii utaenda, umetegemea Nairobi. Bwana Spika, hiyo ni swali mzuri sana. Mimi siongei jamaa kupigwa risasi kwa kejeli. Mimi nasema wewe kama Mkenya, kuna kitu ulisomeshwa shule inaitwa safety first. Before ufanye kitu, look at your safety. Common sense. Ana common sense. Sasa nikuulize, wewe unaona mahali shimo iko, simba wako hapo. Eti sasa wewe uko na nyama, unataka hiyo simba wakuangalie hiyo simba, wewe utakuliwa bwana. Serikali kusaidie. Mimi nataka niambie government ya William Samoei Ruto na Wakenya sana sana na vijana, let us not let this country into fire because of vitu zingine hatuelewi. Hii sio vita yetu, hii si vita ya kawaida, hii si vita ya kawaida. Na mimi nawaambia na ninasema kutoka Jakaranda, kama hii ndio mtafanyia Matiang'i, afadhali ikae. Bwana Spika, lazima tuambiane ukweli. Oda. Sababu saa hizi hata sikiza niwaambie, saa hizi hata ndugu yako akiingia pale, the same thing Ruto anafanyiwa ndio hao jamaa watamfanyia. Saa hizi wanang'ang'ana Matiang'i aingie huko, sababu wako na agenda. Agenda yao ni kama hii ya William Ruto. Matiang'i asafu one time, halafu wafanye nini? Waingie. Bwana, tunajua hiyo Kiswahili yenu, na mkirejeza ni hizi tunaambia Matiang'i, chukua mambo pole pole. Huyu mjamaa atamaliza miaka yake 10 halafu uingie kama mnacheza. Sababu hatuwezi kwa Kenya mnatupima. Nyinyi tulieni waambie. Bwana Spika, nikutaka kuspika kidogo. Wewe tulia. Unaona watu wenye wanawake? Acha nikwambie hapa. Endelea kuhekon kwa sababu mwenzako kwa fulani anaongea. Kama uko na shida, sitakupea hapa time. Ndio hiyo sasa. Na mimi Bwana Spika, na utaendelea tu ile ujinga. Ndio hiyo. Spika, watu wananiambia eti sina msimamo. Mimi msimamo yangu niliwaambia ni Dr. Matiang'i. Lakini siwezi kuwa na msimamo ya Dr. Matiang'i kama hii ndio mtakuja kumfanyia. Hamwezi fanyia mtoto wetu hivi, halafu tuambie tumuingize. Hii hatuwezi. Bwana Ruto nakuambia protect Kenya, ndio Matiang'i akiingia apate Kenya iko safe. Wewe unataka Matiang'i apate nchi inaungua, atafanya nini? Stupid. Nikimalizia. Bwana, I withdraw. Nikimalizia kwa dakika moja. Mimi leo nimefurahia sana. Eti Ruto amefuta bwana ya Wangakiti. Na mimi naambia Ruto, congratulations. Wao ndio wanasema 10 bila break. Futa hao. Sasa next, enda yule kijana wa Puru Odinga, peleka yeye nyumbani. Ndio tuone 10 bila break wanasema itaenda wapi. Nyinyi mnacheza na Ruto nyinyi. Mnafikiria Ruto ni mjinga, mnamwambia 10 bila break. Atawaondoa wote. Sasa hii tu anawapembeleza sababu anataka kura yenu. Mimi naambia Ruto, yeyote ulipea kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, futa hapo pole pole waende, sababu hakuna kitu wanajua. Vijana wetu